Nani akipata msaada aongeze ile pesa anafanya nayo biashara, hiyo itatusaidia kwa sababu uchumi ujengwa kutoka huku mashinani. Na ndio tunasema ya kwamba wale ambao hawaelewi ni kazi gani tunafanya, wajue ya kwamba uchumi unajengwa kuanzia mashinani. Sisi tunaamini ya kwamba hili nchi ikue haraka, lazima kwanza mwananchi huku mashinani asaidiwe na serikali ndio apate nguvu. Unajua ya kwamba wakati Rais Ruto alichaguliwa, kitu ya kwanza ambaye alisaidia ni mambo ya fertilizer. Na watu wengi hawakuelewa ni kwa nini tunapunguza bei ya fertilizer. Ni kwa sababu wananchi wengi Kenya ni wakulima na wanategemea mbolea ili kupanua mazao ama kupata mazao zaidi. Lakini mahali bei ya fertilizer ilikuwa imefika, ilikuwa inaumiza wakulima wengi, hawakuweza kuimudu. Ilikuwa shilingi 6,700, 6,500, sehemu zingine ilikuwa imefika 7,000. Na tunashukuru Mungu, serikali iliweza kuingilia, tukatumia pesa ya serikali kupunguza ile bei, ikafika 2,500. And for the last 2 years fertilizer haijafika 2,500 per bag. Tunataka Mungu akitujalia tupunguze hata zaidi, ikuje chini ya 2,500, ndio wale ambao ni wakulima waweze kumudu fertilizer. Tuendelee na hiyo kazi ya kupunguza fertilizer. Tupunguze bei ya mbolea. Tuendelee tusiendelee jameni. Watu wengi wale wanaishi kwa town kubwa kubwa hawaelewi maana ya mbolea. Hawaoni maana ya kushuka kwa bei ya mbolea. Lakini kwa mkulima wa Molo, mkulima wa Kiambu, wa Meru, mkulima wa Kericho, wa Bungoma, ule mtu anategemea mbolea. Kupunguka kwa bei ya mbolea kutaweza kusalisha chakula ya kutosha ili tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Jambo la pili ambalo tumekazana nalo kama serikali ni hii kazi. Unaona tunajenga masoko ya kisasa, fresh produce markets, kwa sababu watu wengi huku mashinani ni wanabiashara wadogo wadogo. Ndio umeona ya kwamba tumekuja na program ya kujenga masoko 400 katika taifa letu la Kenya. Na hapa Nakuru peke yake tuko na masoko 24, na kila constituency itapata masoko. Na hata hapa Molo tutajenga soko hapa Molo, Elbagon, na mahali ambapo mheshimiwa atatuambia kunahitajika soko. Kila soko itakuwa na mahali pa kuuzia bidhaa. Kila soko itakuwa na chumba cha akina mama ambao wako na watoto wadogo ili wanyonyeshe watoto wao pale, na ICT hub ya kusaidia vijana wetu kupata ajira kwa mtandao. Jambo la tatu ni mambo ya kuongeza idadi ya kazi, kwa sababu tuko na vijana mamilioni ambao bado hawajapata kazi. Na hiyo ni changamoto ya taifa. Haijaanza leo, haijaanza jana, ni mrundiko wa shida zetu kama taifa wa miaka mingi. Na tunakazana vile tuwezavyo. Mnajua ya kwamba hapo awali tulikuwa tunaajiri tu walimu kama 4,000 ama 5,000 kwa mwaka. Lakini tangu Rais Ruto achukue usukani kutoka 2022 mpaka sasa, kwa muda wa miaka 3, tumeandika walimu wengi 76,000 teachers. Na December tutaongeza wengine 24,000 wafike 100,000 teachers in 3 years.
Vile vile mnajua ya kwamba hapo awali hatukuwa na community health promoters. Leo Rais Ruto ameajiri hao wahudumu wa afya ambao wanakuja nyumbani kupima wananchi mambo ya pressure, mambo ya sukari, unapata msaada nyumbani. Hawa community health promoters wanafanya kazi nzuri sana, wameajiriwa 50% of their salary, na pia ile kit ambayo wanatumia kupima wananchi imenunuliwa na serikali ya kitaifa. Vile vile ile program ilikuwa imekwama hapo nyuma ya kazi mtaani, climate works. Rais amesema turudishe kazi mtaani, vijana wapate kazi. Tuendelee tusiendelee? Turudishe kazi mtaani. Turudishe kazi mtaani, vijana wengi wapate kazi. Unajua ile kazi pale vijana wanalipwa shilingi 500. Lakini 500 ukikusanya mwisho wa wiki, kijana atakuwa na 3500 ama shilingi 4000, na hiyo ni pesa itasaidia kijana kutunza jamii yake. Vile vile mambo ya kutafutia vijana kazi, tuko na program ya kazi majuu, tuko na program ya kazi mtandaoni, na tuko na program nyingi ambazo tumeleta, ikiwemo hii program ya affordable housing. Hii manyumba tunajenga hayo manyumba, lakini vile vile ni ajira tunatafutia vijana wetu, na already 300,000 young people are working at various sites za affordable housing na market construction projects in the Republic of Kenya. Mimi nitarudi hapa next week kukagua baadhi ya masoko ambayo yanajengwa hapa Huduma Center, na ile program tutapanga na Mheshimiwa Kimani Kuria. Sio mheshimiwa anaendelea kuwafanyia kazi? Huyu Kimani Kuria aendelee asiendelee? Huyu Kimani Kuria aendelee asiendelee? Aendelee kufanyia watu ya Molo kazi? Kimani Kuria anatosha hatoshi? Fire si fire, noma si noma. Wacha nione wale wanasema Kimani Kuria anatosha jameni. Vile vile mambo ya elimu, kumekuwa na mjadala maneno ya elimu, na juzi watu wengi walikuwa wanasema hawajui msimamo wa serikali mambo ya elimu. Nataka nitangaze ya kwamba serikali haitapunguza pesa ya elimu ya msingi ambaye ni elimu ya bure. Lazima tuendelee kufadhili elimu ya bure ambayo tulianzisha wakati wa Rais Kibaki. Lazima tuendelee kupeana pesa ya kufundisha watoto wetu katika program ya elimu ya bure. Kidogo tu. Vile vile katika shule ama vyuo vyetu vikuu, vile mumesikia ya kwamba tunaendelea kuboresha hiyo program. Molo hoi! Molo hoi! Wacha nirudie hapo kwa masomo kwa sababu ni muhimu. Si nirudie mambo ya masomo hapo? Nimesema kitu ya kwanza, serikali itaendelea kufadhili na kutoa pesa za kutosha za kuhakikisha ya kwamba masomo katika shule za msingi yamebakia kuwa ya bure vile imekuwa tangu wakati wa mzee Mwai Kibaki. Lakini vile vile tunajua ya kwamba wanafunzi wengi wa vyuo vikuu wamekuwa na matatizo ya maneno ya karo, na ndio tumetangaza kutoka jana ya kwamba karo katika vyuo vikuu itapunguzwa kwa 40%
ya pesa ambayo inatolewa saa hii. Na sio hiyo peke yake. Ile pesa ambayo serikali ilikuwa inatoa kwa vyuo vikuu kupitia HELB ama Higher Education Loans Board, tumeongeza pesa ambayo tulikuwa tumetoa last year ilikuwa 36 billion. Mwaka huu tumeongeza bilioni nyingine 5. We are going to release 41 billion shillings ili kufadhili wanafunzi wetu wa vyuo vikuu. Mungetaka tuendelee na hiyo mambo ya elimu? Tuongeze pesa ya elimu kwa shule zetu za sekondari, kwa vyuo vyetu vikuu. Tuendelee tusiendelee jameni? Mnajua ya kwamba vile vile tunakazana kuhakikisha kwamba stima imefika kila mahali. Na hapa Nakuru tuko na projects za stima ambazo sasa tunaweka stima kwa manyumba ya wananchi. Na already katika kila constituency tuko na program hapa Nakuru ya 2.2 billion shillings ambayo ita connect 22,000 new households with power. Na hapa Molo, constituency ya Molo peke yake, huyu Mheshimiwa Kuria Kimani ametafuta pesa ya stima 257 million for Molo constituency ambaye itaongeza manyumba mapya, manyumba 3,000 itawekwa stima through the effort of Mheshimiwa Kuria Kimani. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hiyo. Kwa hivyo tukiendelea kuweka stima, tunajua vile vile kuna mambo ya afya, mambo ya SHA inaendelea. Already hapa Nakuru watu 850,000 wamejiandikisha kwa SHA, na tunawauliza wale bado hawajajiandikisha wajiandikishe, because target population ya Nakuru ni 2.1 million, but already 850,000 people wameregister. And nationally, katika taifa nzima, wa Kenya milioni 25 already wamejiandikisha. Tunataka kila Mkenya ajiandikishe so that we will have 55 million Kenyans wawe na bima ya afya. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hiyo? Ndio unaona tukijenga barabara, tukiunganisha stima, tukitafutia wananchi bima ya afya, tukiendelea pia na kupunguza bei ya fertilizer, tukiendelea kuboresha elimu, tukiendelea kutafutia vijana wetu ajira. Tumesema tutafutie wanabiashara wetu wadogo pia pesa ya kufanyia biashara zao. Lakini kuna watu huko Nairobi nasikia wanasema hawataki wananchi wasaidiwe mashinani. Nyinyi Molo mnasemaje? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Nionyesheni kwa mkono wale nasema tuendelee jameni. Kwa hivyo hiyo ndio kitu imetuleta hapa Molo leo. Na najua viongozi wenu wale wengine bado hawajawasalamia, watawasalamia hivi karibuni, members of parliament na MCAs ambao pia watawachangia katika hii program. Ndio sisi zote tusimame na wananchi saa hii, wakati huu ambapo hakuna siasa, hakuna campaign, hakuna uchaguzi. Sasa ni wakati wa kazi jameni. Siku ya campaign itafika. Ama namna gani jameni? Sisi tutanyoroshana siku ya campaign? Si hapo ndio tutashindana? Kila kiongozi akuje na sera yake na aseme ile amefanya. Wale ambao wako kwa viti waseme ile wamefanya. Wale walikuwa kwa viti zamani waseme ile walifanya. Hiyo siku itafika, lakini kwa sasa ni mambo ya wananchi, mambo ya kazi na mambo ya kusaidiana na wanabiashara wetu. Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru, nataka niwaambie na wapenda, na mimi tumekubaliana na Mheshimiwa Kuria next week nirudi hapa mambo ya maendeleo ya Molo. Mungetaka nirudi hapa? Nirudi hapa? Nirudi hapa?
Nikuje next week? Alafu next month ndio rais akuje? Akuje asikuje? Ama nyinyi watu mulihama? Mulihama? Si tuko pamoja jameni? Mbona musemi kwa sauti? Nikisema harambee mnasema TUTAM harambee. Harambee. Kwa hivyo mimi next week mimi nakuja hapa maendeleo yenu ya Molo, na mimi baadaye tutarudi hapa na rais kwa sababu ya maendeleo yenu. Si mmejua tunapanua hii barabara ya kutoka Rironi kukuja Nakuru kwenda Mau Summit. Tutaanza hivi karibuni, we are almost ready. The contractor is ready. We will break the ground in a few weeks ili tupanue hii barabara ambayo itakuza uchumi wa Nakuru County na sehemu ambazo siko katika sehemu hiyo. Ni TUTAM si TUTAM? Ni TUTAM si TUTAM? Ni TUTAM si TUTAM? Wacha nione harambee. Bas, wakati nilikuwa nakuja hapa, mimi nimepigia rais simu, nikamwambia kuna program ya empowerment ya watu ya Molo. Amenituma na salamu. Na amenituma na salamu kwanza kabisa kwa viongozi wenu wa hapa Nakuru. Si muko na viongozi wenu hapa? Si mumeona mama county hapa? Huyu Lisa Chelule, mumeona Lisa Chelule? Anatosha atoshi? Mama anatosha atoshi? Huyu Lisa Chelule anaitwa pia Wanjiru, anatosha atoshi? Huyu Wanjiru Chelule anatosha atoshi? Fire si fire, noma si noma. Wacha nione wala nasema mama anatosha jameni. Vile vile tuko pamoja. Iko Gikaria hapa, mheshimiwa Gikaria, iko mheshimiwa wa Kurisoi, hata gavana wetu, sisi zote tuko pamoja. Molo hoi! Molo hoi! Molo hoi! Bas, vile vile rais amenituma na salamu zake, salamu ya kusema na mdomo na salamu ya kutenda na matendo. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Nimesema Rais William Ruto amenituma hata kwa wananchi wa Molo, na amenituma na salamu yake ya mdomo ya kusema na salamu yake ya matendo ya kutenda. Tuendelee tusiendelee? Nitangaze salamu ya rais? Nitangaze? Mbona mnaangalia hivi kama mnajua? Kwani muko na network? Muko na fununu? Muko na leakage? Kwani ni 100,000 ama ni 200,000? Ni 300,000? Aongeze? Hiyo ni kidogo. Mdosi aongeze? Ifike 400,000? Pesa ya rais ifike 500,000? Isonge mbele? Aongeze? Wangapi wanasema Rais William Ruto aongeze, 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 aongeze? Okay, na ikifika 700,000? Umekataa? Umekataa? 750? 800? Hey! 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 Molo! Molo hoi! Molo hoi! Mbona mnawekea mdosi pressure hivi? Ama ni kwa sababu mnampenda? Ni kwa sababu ni rais wetu? Ni kwa sababu ni mtu ya TUTAM? Ni kwa sababu ni mtu ya TUTAM? Kwa hivyo acheze kama yeye? Acheze kama mtu ya TUTAM? Wacha nione wala nasema TUTAM, 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 TUTAM. Niseme nisiseme? Na 1,900? 950? Mumekataa mdosi afanye ile kitu kwa sababu ni TUTAM? Acheze kama yeye? Wangapi wanasema rais acheze kama yeye jameni? Hey! Molo hoi! Molo hoi! Mimi naona nikiendelea kuuliza maswali mutaniweka kwa shida. Wacha nitangaze ile pesa rais amenituma nayo. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Rais William Ruto amenituma kwa watu wake wa Molo
na shilingi 1000. Mmekataa mambo ya 1000. Muko kwa milioni kwa sababu ni TUTAM. Mara ya mwisho wacha nione TUTAM. Basi wacha nitangaze, Rais William Ruto amenituma na shilingi milioni 3. Molo hoi. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Deure. Niko na swali. Jolie. Niko na kioria. Jolie. Mimi nauliza hivi. Si mimi ni mtu yenu? Si nimeongea vizuri? Si nimeleta pesa ya rais? Si hiyo inatosha? Mumekataa? Hata kama nimeleta, hata kama mimi ni mtu yenu, hata kama nimeongea vizuri, lazima nifanye hivyo? Ni sawa, nimekubali. Mimi sitaki mabishano, wacha nikubali. Lakini niko na onyo. Onyo ni kwamba mimi sio president, mimi ni deputy president. Kwa hivyo hata nikitoa 100,000 itatosha. Mumekataa. Nifanye kitu. Ifike 300,000, 400,000, 450. Mumekataa. Kwa nini mnaniwekea pressure? Ama hata mimi niko kwa hiyo maneno? Niko hapo. Niko kwa TUTAM. Niko hapo kwa TUTAM. Wacha nione kwa mkono wala anasema. Hey!